Yaani ndugu wangu dawa ni kali. Pole. Yule. Na ile iko wapi? Kwa Simba. Karibuni jamani. Hali ya mgonjwa tu kama mnavyoiona. Pole. Asante. Dada. Wasikizeni. Hali ya Aima kama mnavyoiona. Katika kijiji hiki tangu nizaliwe sijawahi kuona ugonjwa wa ajabu kama na Aima. Haiwezekani mtu anakoa mpaka damu. Afu angalia ile tumbo. Ule ugonjwa kabisa wa Mungu ule. Niko pamoja na wewe. Yaani niko pamoja na wewe kwa sababu yule mamake ni mchawi. Kwa sababu anataka kumtoa mwanae sadaka ili apate cheo katika uchawi. Ule ugonjwa sio kawaida. Na mimi safari sitomlazia damu. Nakwambia kabisa kweli. Ima akifariki yule mama yetu namzika. Umeongea kiume? Yaani unamzika sio siri. Umeongea kiume? Kwa salama kabisa. Anayekuona lazima anatoka mbali na kukuua. Kama mzazi mwenyewe ndo kafanya hiyo kafara. Mzee, kwa umri wako wewe katika hiki kijiji hivi ulishawahi kusikia au kuona nani kaugua ugonjwa kama ule wa Aima? Yaani mimi nasikitika mwenyewe. Mimi huyu mtoto ni mtoto mdogo bado hajaishi. Mimi na miaka mingi. Alafu kikubwa kwa nini afa ugonjwa? Niko kwa nyumbani kwao. Uko akini kwangu mimi. Mamake. Yule mama yule ningekuwa na uwezo wangu, yani Mungu angenipa kalba fulani hivi. Ningemkamata ningempiga vitu vingi. Haiwezekani. Nimeshakusikia. Kwa ni vitu sivyo vinajieleza, sio vinajieleza. Mimi nimepata habari juu bwana. Wewe umeonaje? Eti chambusu. Huyu mama yake anaruka. Mzee acha kuongea. Nakwambia mzee acha kuongea kabisa. Mimi mama yake nadili naye. Yaani sitamoja salama kabisa. Mimi za chini nimezipata na sio za chini na nimeshuhudia. Jamani, hebu naomba tusikilizane kidogo. Mnajua sisi tumeshakuwa watu wazima. Manake sisi nikaongea mengi nikawavunjia watu heshima. Wenzetu tayari ameshafariki. Huu ni muda wa kupumzisha mwili wake. Tuko sawa? Sio yule mwana kaongea lile, yule mwana kaongea hili. Hiyo sio kauli nzuri. Na maiti hasemwi. Marehemu hasemwi. Tunaelewana? Kwa hiyo ninachokiomba kwa sasa hivi tunyamaze, tukamstiri kwanza ndugu yetu, sawa? Na katika huu msiba atakayeanza kuaga ni mama yake mzazi. Mama uko wapi? Njoo mamangu. Ataanza mama hapa. Kwa naombeni tuheshimiane kidogo. Nazungumza kama mwenyekiti. Tuko sawa? Unamtetea Naombeni mnyamaze. Unamtetea mama Sheria vote mkondo. Uko naye. Mwenyekiti. Kwanza habari za saizi ndugu zangu. Salama. Niko mbele ya macho yenu hapa kwa sababu nina jambo la kuzungumza na ninyi. Mimi kama mwenyekiti wa mtaa huu. Unajua katika maisha msiba usikie tu kwa majirani. Lakini msiba usikukute. Je, tunaelewana? Lakini katika hili ambalo limejitokeza binafsi mmenivua nguo kwa sababu nimeshindwa kuikwepa hii aibu. Na leo yupo mtu ambaye anaweza akatudhirishia au akatuthibitishia kwa hiki ambacho kimetokea. Kwa hiyo naombeni ndugu zangu, musikilize na mumuelewe. Msiamini katika ushirikina. Maradhi yapo.
ugonjwa upo. Ndugu yangu, karibu bwana. Asante sana kwa kunipa hii nafasi. Pole sana kwa msiba. Mbeleni nimesimama hapa, mimi naitwa Dr. Johnson. Pia katika taasisi ya saratani ya Ocean Road ni daktari bingwa pale katika magonjwa ya saratani. Lengo la kuitwa na ndugu mwenyekiti ameniita ili nije kuzungumza na nyinyi kuhusiana na mchanganyiko ambao umetokea katika kituo cha ndugu yetu Bwana Ima. Kweli Bwana Ima alikuwa anasumbuliwa na matatizo ya saratani aina ya sarcoma. Kwa kifupi, saratani ni hali ambayo inatokea katika mwili wa binadamu ambapo seli za mwili wa binadamu zinakuwa zinazalishwa kupita kiasi, lakini zinashindwa kufa. Kwa kawaida mwili wa binadamu seli zinazalishwa na zinakufa kwa mpangilio, lakini kwenye saratani inatokea ambapo seli zinakuwa zinazalishwa lakini zinashindwa kufa kwa mpangilio ambao umewekwa. Kwa hiyo kwa Bwana Ima, yeye alikuwa na hiyo saratani aina ya sarcoma. Saratani yake tuligundua baada ya kuchukuliwa sampuli kwenye mguu wake ambako alikuwa na kidonda. Tulichukua sampuli ya kinyama, tukaenda tukapima katika maabara yetu pale Ocean Road, tukapima na tukathibitisha kwamba ni saratani. Lakini vile vile tuliendelea na vipimo vingine, tulifanya vipimo vingine vya kuangalia ugonjwa umefika katika hatua zipi. Kwa bahati mbaya ndugu yetu saratani yake ilikuwa imesambaa. Saratani yake ilikuwa imesambaa kwenda kwenye mapafu, ilikuwa imeenda kwenye mifupa, lakini vile vile saratani ilikuwa imeenda kufika kwenye ubongo. Kwa hiyo kwa hatua hizi ugonjwa wa Bwana Ima ulikuwa katika hatua ya 4 au hatua tunaita kwa Kiingereza advanced stage, ugonjwa ambao unakuwa umesogea sana. Kwa hiyo ndugu zangu, nilikuwa nataka niwaambie tu kidogo kwa ufupi kuhusiana na saratani. Ni kwamba saratani inaweza ikampata mtu yeyote. Na hakuna mtu yeyote ambaye ana kinga ya kutoweza kupata saratani. Kwa hiyo ugonjwa kama huu saratani, nataka nijulishe jamii yangu kwamba tusiwe na imani za kishirikina, imani za kichawi, kwa sababu kuna maneno ambayo nimesikia wakati nimeambiwa na mwenyekiti kwamba mama yake alihusika katika kumroga kijana wake ili aweze kuwa na huo ugonjwa ambao kufahamika ni ugonjwa wa aina gani. Kwa hiyo lakini sisi baada ya uchunguzi tuligundua kwamba mgonjwa alikuwa na marehemu alikuwa na tatizo la saratani ambayo ilikuwa imeshasambaa kwa kasi. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba mtu yoyote ambaye atahisi ana dalili ambazo hazieleweki, labda ana uvimbe ambao unakuwa haueleweki, anapata maumivu asiyoeleweka, anapoteza uzito bila kupanga mwenyewe, uzito unapotea tu, anakuwa na uchovu, akipata dalili kama hizo ni vyema akaenda katika kituo cha afya cha karibu, aweze kufanyiwa uchunguzi kuweza kujua kitu gani kinamsibu. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba saratani ukiwahi inatibika. Saratani inatibika, na sasa hivi huduma zimezidi kuboreshwa kwa serikali yetu. Kwa huduma za saratani kuna matibabu ya aina mbalimbali, kuna matibabu ya upasuaji, matibabu ya tiba mionzi, kuna tiba kemia. Zote hizo mgonjwa wa saratani anaweza kupata huduma hizo na zikamsaidia katika maendeleo yake ya ugonjwa wake. Nafikiri nimeshamsikia daktari vizuri alichozungumza hapa. Haya maradhi ambayo ameyazungumza yeye yote yapo katika maisha yetu, tunatembea nayo pasipo sisi kujua. Jamani, tusiamini ushirikina, magonjwa yapo, tunaelewana? Kwa hiyo jamani, hapa saratani inafanya nini? Inatibika.